kisha akaondoka tena. Nisaidie kusema nyuma yangu, kisha akaondoka tena. Kisha akaondoka tena. Amen. Nani huyo? Kwa nini sio wewe? Eti Yesu. Kwa nini sio wewe? Kwa Yesu ndo anaondoka tu, alafu wewe kisha akaondoka tena. Ndiyo ujumbe wangu siku ya leo, na andiko letu la msingi ni kitabu cha Misali sura ya 24 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Mbuka somo langu ni kisha akaondoka tena. Kitabu cha Misali sura ya 24 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ewe mtu mbaya, usiyavizie makao yake mwenye haki. Usiyavizie makao yake mwenye haki, wala usipaharibu mahali pa kupumzika, wala usipaharibu mahali pa kupumzika. Nakumbuka hapa Mungu anasema na watu wabaya, anazungumza na watu anazungumza na watu wabaya, anazungumza na mtu mbaya kwamba usiavizie makao ya mwenye haki, wala usipaharibu mahali pake pa kupumzika. 16. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Haleluya! Bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Na napozungumza kwamba hukwazwa na mabaya, ana maana huzuiwa au hukwamishwa. Sawa Wabaya hukwamishwa na mabaya. Wasio na haki hukwazwa na mabaya, hukwamishwa, huzuiwa na mabaya, lakini sivyo kwa wenye haki. Haleluya! Mwenye haki huanguka hata mara 7 akaondoka tena. Huanguka mara 7 akaondoka tena. Haleluya! Haya, kisha akaondoka tena, ndo ujumbe wetu. Sasa maana ya mtu mwenye haki, maana ya mtu mwenye haki. Mtu mwenye haki ni mtu kwanza anayemwamini Mungu. Amen. Ni mtu anayemwamini Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, anayetenda mema na kufuata misingi ya maadili na utakatifu. Ninarudia tena, mtu mwenye haki ni mtu anayemwamini Mungu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Pilio, anayetenda mema. 3, na kufuata misingi ya maadili na utakatifu. 4, huyu mtu anaitwa ni mtu mwenye nini? Mtu mwenye haki, au mtu mwenye haki. Mtu mwenye haki ni mtu anayeenenda mbele za Mungu kwa uaminifu, mchaji wa Mungu, mtu aliyepokea msamaha na neema. Ni mtu anayeenenda mbele za Mungu kwa uaminifu, mchaji wa Mungu, mtu aliyepokea msamaha na neema. Huyu mtu anaitwa mtu
mwenye haki. Bwana asifiwe sana. Na ndiye ambaye Biblia inamsema sasa katika kitabu cha Misali 24 mstari wa 16 kwamba kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Anasema bali sivyo kwa wasio haki. Amen. Bali sivyo kwa wasio haki, hukwazwa na mabaya, huzuiwa na mabaya, akiwa na maana kwamba mtu mwenye haki hazuiwi na mambo mabaya, hakwamishwi na mambo mabaya, hakwamishwi na watu wabaya, hakwamishwi na uovu. Mtu mwenye haki. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanafikiri changamoto yako au tatizo lako au vita yako na kuona kana kwamba hakuna namna nyingine tena ya kutoka hapo au ya kuchomoka kutoka kwenye hilo tatizo. Wao udhani kwamba hapo ndipo mwisho wako. Huo ndio mwisho wako. Watasema mara hii hachomoki, mara hii hatoki, mara hii ndo basi tena, mara hii amezima, mara hii kwisha habari yake. Haleluya, kwisha habari yake. Watasema kwisha habari yake, hasa wakikuona unapitia majaribu, unapitia changamoto. Haleluya, matatizo, inaweza kuwa adha, inaweza kuwa chuki, inaweza kuwa magonjwa. Wanasema kwisha habari yake. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema vinginevyo. Haleluya, Biblia inasema vinginevyo. Inasema mwenye haki ataanguka mara 7 na kuondoka tena. Mwenye haki ataanguka mara 7 kisha akaondoka tena. Haleluya. Mwenye haki hazuiwi na mabaya, hakwami kwa sababu ya mabaya yanayompata. Mwenye haki hakwami kwa sababu ya mabaya yanayomzuia. Mtu mwenye haki ni lazima ataondoka tena. Mtu mwenye haki ni lazima atasimama tena na kufanikiwa tena na tena. Haleluya. Na kinachomfanya afanikiwe tena na tena ni kwa sababu mtu huyo ni mtu mwenye haki. Haleluya. Kwa sababu ni mtu mwenye haki, na ndio maana ataondoka tena na tena. Wakati wanakutazama, wanakupa muda. Haleluya. Wanakupa muda ili waone ukizalilika, waone ukifezeka, waone ukishindwa, waone ukiendelea kuwa mtu wa kulia. Haleluya. Watashangaa. Haleluya. Watashangaa, maana utawasurprise. Haleluya. Na utawasurprise kwa sababu wewe ni mtu mwenye haki. Mwenye haki anguke akabaki chini, mwenye haki anguke akadhalilika, mwenye haki haanguke akaibika. Haleluya. Habaki chini. Mtu mwenye haki habaki chini. Labda asiwe mtu mwenye haki kwa maana hiyo ambayo nimekutolea. Haleluya. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 9 anasema tena, ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mtu mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ukizifuata sheria za Mungu na kuzishika hukumu zake, wewe unakuwa ni mtu mwenye haki. Haleluya. Kwa maana kwamba unamwamini Mungu, unazifuata sheria zake na kuzishika hukumu zake,
wewe ni mtu mwenye haki na kuna kitu cha kukuzuia. Lazima utaondoka tu, utaondoka tu, utaondoka tu, utaondoka tena. Haleluya, haleluya. Hakuna na haitatokea mwenye haki akawa na mwisho mbaya, na hili ni neno la Bwana. Hakuna na haitatokea mwenye haki akawa na mwisho mbaya, haitatokea kamwe, na hili ni neno la Bwana. Kwa hiyo wenye haki changamkeni, wanawake, wanaume changamkeni. Haleluya, kwa sababu namwamini Mungu yatakuwa vile vile kama alivyosema. Haleluya, yatakuwa vile vile kama alivyosema. Mwenye haki hatapatwa na mwisho mbaya. Japo mambo mabaya humsonga, japo matatizo humsonga, japo majaribu humsonga, japo watu wabaya huinuka kinyume chake. Haleluya, mwenye haki hatapatwa na mwisho mbaya. Mwenye haki hatakuwa na mwisho mbaya. Mwenye haki hatapatwa na mauti, na mauti ya milele, kwa sababu ni mtu mwenye haki, na hilo ni neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Kisha akaondoka tena. Sema tena, kisha akaondoka tena. Kisha akaondoka tena. Kisha akaondoka tena. Haleluya. Mwenye haki habaki chini, habaki kwenye matope. Haleluya. Hakatishwi tamaa na maneno ya watu, hakatishwi tamaa na shetani, hakatishwi tamaa na mapepo na majini, hakatishwi tamaa na mashosti. Haleluya. Hakatishwi tamaa na majirani, hakatishwi tamaa na baba mkwe na mama mkwe. Haleluya. Na wale ndugu ambao hawamtakii mambo mema. Haleluya. Mwenye haki hakatishwi tamaa na hao, kwa sababu ni mtu mwenye haki. Bwana asifiwe. Hakati tamaa, hazimii. Haleluya. Hazimii. Mwenye haki anaendelea mbele. Mwenye haki anaenda mbele. Ukiona mtu amekata tamaa, amechoka kabisa, hataki kuendelea tena, haoni kuendelea tena, ujue hakuwa mwenye haki. Bwana sana. Mwenye haki hatapatwa na mabaya. Mwenye haki hatapatwa na mauti. Mwenye haki hatapatwa na aibu. Haleluya, aibu ya kudumu. Haleluya. Mwenye haki hatapatwa na uchafuzi wa kudumu. Haleluya. Unaweza ukamchafua, lakini uwezi ukamchafua milele. Haleluya. Uwezi ukamchafua kwa kudumu. Unaweza ukamkwamisha, lakini hautamkwamisha milele. Lazima atainuka, lazima ataondoka tena. Haleluya. Unaweza kumzuia kupata, lakini hautamzuia siku zote. Bwana asiwe sana. Hautafanikiwa ukamkwamisha siku zote. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye haki ana tabia ya kuinuka na kuondoka tena. Haleluya. Watu wasiokata tamaa huwa wanafananishwa na mnyama gani? Watu wasiokata tamaa huwa wanafananishwa na mnyama gani? Haraka haraka, yule ambaye anajulikana. Vitabu hamjataja, na hapa mtaki taja. Sema, anafananishwa na mnyama gani? Simba eti? Tunafanya hivi au popote kapi? Haleluya. Anafananishwa na mnyama gani? Mwenye yako na roho ya mbuzi. Ukasema mbuzi. Amen. Sema mbao umezoeka, wanasema ana roho ya paka. Ana nini? Ana roho ya paka. Yaani paka umemua, umefanya kazi. Haleluya.
Mimi kule kijijini kuna paka ambaye alikuwa anatutesa sana. Haieleweki ametokea wapi. Sasa wale wengine wanaitwa sijui paka watu sijui, ila paka kwa asili. Kisikia mtu anaambiwa kwamba una roho ya paka, kwa maana kwamba huyo mtu akati tamaa na hafi kirahisi. Yule paka nilipiga, yaani nikahakikisha kwamba amelegea kabisa. Yaani kama unapiga maharage, wangapi wamekupiga maharage? Yaani unapiga wewe mpaka maharage yote unapiga paka hivyo. Nilipiga nikamtupa mahali. Nilipoenda asubuhi sikumkuta. Sikufanyaje? Sikumkuta. Nikasema kwa hiyo nini kimetokea? Amefufuka, haina shida. Mara nyingine nikamkamata, nilimtandika. Sasa nikasema safari sikuachi, na kutandika na nakutupa chooni. Sasa vyoo wasema namtupaje chooni? Wewe umezoea kwenye vyoo hivi, si umezoea vyoo vya kutumbukia, unaangalia hivi unaona mpaka mwisho wa dunia. Na unaona mashetani akiwa anaogelea. Wale wa Tabata wanaelewa. Bwana asifiwe sana. Sasa nilipomtupa ni kama kulikuwa na gogo fulani kwa juu, akanasa kwenye gogo. Kamtandika mtupa. Kesho yake nakuja kuangalia nguta mwamba hayupo. Haleluya. Hayupo. Sema huyu mtu ana roho ya paka, kwa maana kwamba ni mtu ambaye hakati tamaa. Kwamba alikuwa ni paka wa kawaida au hakuwa paka wa kawaida hainihusu. Somo langu ni mwenye haki, si ndio? Kuanguka mara 7 akainuka tena. Haleluya. Na haya mambo ni dhahiri kabisa. Yesu alikuwa ni mtu mwenye haki. Alisingiziwa na kupewa dhambi zisizomhusu. Amen. Wakamitwa pepo, amepagawa, shetani anakufuru. Haleluya. Anatukana watu. Bwana asifiwe sana. Anayasi sheria ya Musa, si ndio? Wakamtukana. Anajiita mfalme wa Wayahudi, huyu ni muhaini. Haleluya. Wakampa na kesi nini? Kesi za uhaini. Na adhabu yake afe. Amen. Adhabu yake auawe. Bwana asifiwe sana. Wakampa dhambi zake. Wakampa dhambi zikawa zote zake. Wakampa dhambi zote zikawa. Na nataka nikwambie dhambi zote walimpa Yesu. Wewe wamekupa kadhambi kamoja tu kwamba mchoyo, na unakata tamaa. Bwana asifiwe sana. Yesu walimpa dhambi zote. Wewe wamekusingizia tu kwamba ukija hapa uimbi vizuri unapiga makelele. Amen. Menuna. Menuna. Mwenzako alipewa dhambi zote. Alipewa dhambi hadi za bibi yako. Alipewa dhambi hadi za babu yako. Hata zile za kulonga zile nakula watoto wachanga. Yesu alipewa dhambi zote. Zote alipewa. Na yeye akukataa. Alizibeba zote akaenda nazo msalabani. Mzinzi sawa, mwasherati sawa, mshirikina sawa, jambazi sawa, tapeli sawa, maskini sawa, we ni mwaini sawa. Amen. Kachukua dhambi zote na kakubali dhambi zote. Haleluya. Bwana asifiwe. Wanaweza wakakusema kwamba wewe ni mtu fulani, lakini wewe sivyo ndivyo ulivyo, kwa maana wewe ni mtu mwenye haki. Haleluya. Unaweza kusema wewe ni shetani, wewe ni mchawi, wewe ni Freemason, wewe ni maskini.
Sio kila wanachosema watu basi ndivyo ulivyo. Bwana asifiwe sana. Sivyo watu wanavyomchafua, wanavyokuchafua, wanavyokutukana kwamba utakuwa ndivyo ulivyo. Haleluya. Hapana, mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena, habaki hapo. Kwa hiyo Yesu, watu wabaya, wakuu wa dini walijua hapa tumeshamaliza kwisha habari yake. Nilichotaka nikuoneshe, wakasema kwisha habari yake, tumemaliza kazi. Amen. Huo ndio mwisho wake. Mwisho, kwisha habari yake, kwisha maisha yake, kwisha kiburi chake, kwisha jeuri yake, kwisha kabisa. Wakajua wamemaliza kazi. Bwana asifiwe sana. Naye hakupambana kubishana nao, hakupambana kubishana nao. Wanasema eti wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi. Anasema ndiyo, wewe wasema mimi ndiye. Bwana asifiwe sana. Wewe unamwasi Musa, wewe unafanya hivi, wala hatakatae. Yaani hapambani kujibu kila hoja. Hii inatufundisha kwamba katika maisha usikubali kujibu kila hoja ya kipumbavu, kila hoja ya kijinga, kila unachovushiwa basi unapambana kukijibu. Bwana asifiwe sana. Utajibu mangapi? Utajibu vingapi? Na wewe ni mtu mwenye haki. Haleluya. Na wewe ni mtu mwenye haki. Mwenye haki na zidi kutenda haki. Haleluya. Mwenye haki na zidi kutenda haki. Usiwasikilize hao, usizimie kwa sababu ya maneno yao, kwa sababu ya vita ambayo inainuka katika maisha yako, kwa sababu ya vita ambayo inainuka katika familia yako, katika nyumba yako, kwa habari ya wito wako, kwa habari ya maono yako, kwa habari ya ndoto zako. Usizimie kwa habari ya hao ambao wanakuita majina ya kwamba ameshindwa, ya kwamba amefeli, ya kwamba hatafika popote, kwa sababu tunafahamu sivyo ndivyo alivyo mtu mwenye haki. Sivyo ndivyo alivyo mtu mwenye haki, na ndio maana usicheze na mtu mwenye haki. Na Bwana anasema ewe mtu mbaya, haleluya, ewe mtu mbaya, usicheze na mtu mwenye haki. Mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, huanguka mara 7 akaondoka tena. Haleluya. Tunafahamu Yesu alionekana kana kwamba anakufa, kana kwamba anaanguka, kana kwamba safari yake inaishia mwisho. Tuambizane, kiko hapa. Safari ya Yesu imefika mwisho. Safari ya Yesu ilizuiwa na kaburi, ilizuiwa na mauti, ilizuiwa na mateso, ilizuiwa na aibu, kuvuliwa nguo. Haleluya. Ilizuiwa na nani? Na nini safari ya Yesu? Ilizuiwa na kutengwa na ndugu, kutengwa na jamaa, kukimbiwa na watu ambao waliwaamini, ambao waliwapenda. Haleluya. Ilizuiwa na jambo hilo? Hapana, si ndio? Akainuka tena. Ndivyo itakavyokuwa kwako kwa jina la Yesu. Hautazuiwa na kaburi, hautazuiwa na mauti, hautazuiwa na watu wabaya, hautazuiwa na wachawi, hautazuiwa na kuzimu, hautazuiwa na mashetani, hautazuiwa kwa jina la Yesu. Lazima utaondoka tena. Haya. Haishi mpaka imeisha. Haishi mpaka imeisha. Mungu akifanya jambo lake, Mungu akilianza jambo lake lazima litimie. Mungu akianza mwendo haishiagi njiani. Mungu akianza mwendo na mtu haishi njiani, anamaliza. Yaani haijalishi wewe sema utakaposema, chafua utakavyo
chafua, katisha tamaa utakapokatisha tamaa. Haleluya! Lakini Mungu akianza mwendo na mtu lazima uishe, lazima mwendo uishe. Huyo alikuwa ni Yesu. Na mfahamu mtu mmoja, na historia inasema anaitwa Yohana. Wengi tunamjua kwa jina la Yohana wa Ufunuo, Yohana wa Patmo. Yohana wa nani? Yohana wa Patmo. Historia inaonyesha huyu mtu alikamatwa. Amen. Mara kibao, mara kadhaa, akapewa mateso ya kutisha, akateswa vya kumtosha, akachukuliwa kana kwamba ni gaidi. Amen. Akachukuliwa kana kwamba ni mtu mbaya, anakwenda kinyume na dola, anapingana na dola. Historia inaonyesha. Ila cha ajabu, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu mbaya kwao, cha kumfanya walikuwa hawana. Cha kumfanya walikuwa hawana. Sio kwamba alikuwa hapati mateso, alikuwa anapitia mateso, alikuwa anapitia maumivu, ila mwisho ilikuwa ni maumivu tu. Hawana cha nini? Hawana cha kumfanya mpaka jambo la Mungu litimie, mpaka jambo la Mungu litimie. Na historia inaonyesha walichemsha lami, pipa la lami, pipa la lami limechemka, afu akamtumbukiza kwamba ayeyuke. Mwamba alichomoka, sio paka tu ambaye nilikuwa nakupa habari zake. Mwamba alichomoka. Haleluya! Hivi najua mtu unakata mguu na jiunga. Unakata mikono na jiunga. Haleluya! Unatoboa macho unaota mengine. Unaharibu mdomo unaota tena. Haleluya! Unaondoa pua inaota tena. Haleluya! Unakata kichwa kinajiunga tena. Haleluya! Kwa sababu Bwana ana jambo lake. Ukiona mtu amemaliza mwendo mapema, ujue mwendo wake ulikuwa unaishia hapo. Ukiona mtu amefika mahali, haleluya, ujue labda ilikuwa ndio mwisho. Lakini Bwana akiwa na jambo lake na mtu, jambo lake lazima litimie. Haleluya! Huyo kama alivyokuwa Yesu, ikawa kwa nani? Ikawa kwa Yohana. Lakini tunafahamu akina Paulo jinsi walivyopata mateso. Amen. Wanaenda mahali, wanakamatwa, wanatukanwa, wanaitiwa mwizi, wanaitiwa majambazi. Haleluya! Wanakumuta mavumbi, wanaendelea mbele. Sasa watu wanatumia vibaya andiko hilo la Misali 24 mstari 16 kwamba mwenye haki huanguka mara 7. Basi wanajua ni kuanguka dhambini, kuanguka kwenye uzinzi. Bwana asifiwe sana. Tumejifunza maana ya mtu mwenye haki, si ndio? Kwa mtu anayezungumza kwamba huanguka mara 7 ni mtu wa namna gani? Yaani hukwamishwa, huzuiwa, husongwa. Haleluya! Haina maana ya watu ambao wanaanguka dhambini kwa makusudi. Unajua ni dhambi na unasema Bwana ni mwema, si ndio? Unajua huu ni uzinzi, unasema Bwana ni mwema. Lakini kama litakuwa linahusu watu wenye dhambi, basi linahusu wale watu ambao wameanguka dhambini, wanajutia, si ndio? Yaani ametenda dhambi, anajuta, anaomboleza, anatoka machozi mengi. Haleluya! Maumivu makali, anajutia kosa au jambo alilolifanya. Bwana sasa, basi andiko litakuwa linamhusu mtu huyo pia. Haleluya! Lakini haina maana ya mtu ambaye anaanguka kwenye dhambi hovyo, yani anakuwa ni maisha yake, kwa sababu tu Bwana ni mwema. Linawahusu wote, lakini subject to exceptions.
Haleluya. Pamoja na nini? Pamoja na kuna mazingira haliwe applicable. Bwana asifiwe sana. Kwa mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, huanguka mara 7 akaondoka tena. Mfano, katika nchi ya Usi alikuwepo mtu mmoja anaitwa Ayubu. Anaitwa Ayubu, mtu mkamilifu. Biblia inamtaja mtu mkamilifu, mtu mwenye haki. Biblia inasema katika mtu ambaye mpaka ameandikwa na alipitia majaribu, basi ni Ayubu. Bwana asifiwe sana. Wote nafahamu kwamba Ayubu watoto wake wote walikufa. Watoto wake wote walikufa, na mifugo, mali zake zote alizokuwa nazo zote zilipotea. Amen. Waliinuka watu kinyume chake, waliinuka maadui kinyume chake, tena mpaka mke wake yeye mwenyewe akamwambia, sasa baada ya kupigwa na magonjwa, majipu mwili mzima, mke wake anamwambia si ukufuru tu ufe, yaani wewe ujifanye mwenye haki yake bwana, kufuru tu ufe. Anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya. Mateso ya mtu mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yote. Haleluya. Hapa nataka niweke sawa, sio kila mateso yanayompata mtu ni kwa sababu ni mtu mwenye haki. Wakati mwingine mateso yanampata kwa sababu ya ujinga wake, kwa sababu ya upumbavu wake. Bwana asifiwe sana. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea ngapi? 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa au wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Hata mahali Yesu akasema mnaangamia kwa sababu hamyajui nini? Maandiko. Kwa sababu hamyajui maandiko. Sio kila anayeteseka ni kwa sababu ni mtu mwenye haki, sio kwa sababu ni mtu mwenye haki. Kuna mwingine anateseka, anateswa na magonjwa kwa sababu ni mtu mwovu. Haleluya. Kwa sababu amekosa maarifa, kwa sababu amempa shetani nafasi katika maisha yake, na ndio maana fanyaje, na ndio maana anateseka. Hapa naongelea mateso ya mtu mwenye haki, mtu ambaye amenyoka kama lula, lakini kwa sababu ya kunyoka kwake anakutana na vipingamizi, anakutana na vikwazo, anazalisha maadui wengi. Haleluya, haleluya. Anasema katika Ayubu sura ya 2 mstari wa 10, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Kwa hiyo maana yake mke wake Ayubu aliungana na wanawake wengine ambao walikuwa kinyume na nani? Kinyume na mume wake Ayubu, wanawake wapumbavu. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Haleluya. Kwa Mungu hakuna kupata mema peke yake. Katika safari ya wokovu hakuna mazuri peke yake, hakuna kupatwa na mazuri peke yake na mema peke yake, kuna kupatwa na mabaya pia. Wangapi hapa wameokoka? Wengine hawajaokoka, hawajanyosha. Wangapi wataokoka leo sasa hivi? Katika safari ya wokovu hakuna kupatwa na mabaya na mazuri peke yake, kuna mabaya pia. Kuna mabaya pia. Kwa hiyo hatukati tamaa kwa sababu tumepatwa na mabaya.
Amen. Kwa sababu mabaya yametupata, hatuachi wokovu, hatumwachi Yesu kwa sababu tumepatwa na nini? Tumepatwa na mabaya. Haya, wewe ni shuhuda. Tokea umeokoka, wewe umepata mazuri tu. Mimi sijapata mazuri peke yake, na mabaya pia nimekutana nayo. Haleluya, haleluya. Wangapi wamepata mazuri tu? Hakuna. Na hakuna kwa sababu Biblia au Mungu sio Mungu. Haleluya. Mungu sio mtu, Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Manake anachokisema, neno lake linachosema ni kweli na amina. Na ndio maana kwa kutambua ile Ayubu akasema tupate mazuri tu, tupate mazuri tu. Haya, na mabaya yampate nani? Yampate nani? Haleluya. Akiwa na maana kwamba mtu mwenye haki atapata mazuri moja, lakini atapata na mabaya pia. Haleluya. Ataona mazuri na ataona mabaya pia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo utegemee katika safari yako kuona mazuri na kuona mabaya. Ila habari njema ni kwamba wewe mabaya hayatakuzuia. Haleluya. Changamoto haitakuzuia. Mauti kama ilivyomshinda Yesu haitakuzuia na wewe. Ugonjwa hautakuzuia na wewe. Haleluya. Dhambi haitakuzuia, kwa sababu ni mtu mwenye haki. Kwa sababu ni mtu ni mtu mwenye haki. Mithali 16 mstari wa 10 anasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, hata wabaya siku ya ubaya. Kila kitu amekifanya kwa kusudi. Amen. Hata wabaya kwa siku ya ubaya. Hivi bila kuwepo watu wabaya, ungejuaje kama kuna ubaya? Ungejuaje kama kuna ubaya? Usingejua kama kuna ubaya. Ndio maana kuna siku nilisema sisi duniani moja, hatujaja kwanza kuteseka. Duniani tumekuja kutalii. Haleluya. Tunakuja fanyaje? Tumekuja kutalii. Tunatalii. Haleluya. Tukiona mtu ni mchawi na anang'ang'ania uchawi, tunamshangaa. Haleluya. Tunamshangaa. Tena tunapiga na picha. Tukiona mtu anategemea matunguli, anategemea hirizi, haleluya, tunamshangaa. Haleluya. Tena tunachukua na picha, tunampiga na picha, tunapost na kwenye mtandao. Haleluya. Tunapiga picha kamera, alafu tunakutupa hewani. Bwana asifiwe sana. Tukiona umemshika mtoto wako, umekula nyama, haleluya, tunakupiga picha, alafu tunakutupa mtandaoni, kwa maana kwamba tunakushangaa. Haleluya. Na tukiona unatenda dhambi mpaka unanuka yaani ni mzinzi uliokubu, tunakushangaa, alafu tunakuonea huruma. Wale tunakupiga picha, alafu tunakutupa mtandaoni. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sababu ni kwa sababu sisi ni maturalist. Sisi ni maturalist. Ni watalii. Haleluya. Wakati mwingine tukifika kwa Baba, tukifika kwa Bwana, tutamwambia ila Jesus. Jesus, unajua nini? Pande za Rombo kule ulifika? Pande za Rombo kule na wapi na Usarifa, pande za Umarira kule kwenye milima, vipi ulitembea kule? Kwa hiyo tutapata cha kuhadisia. Tutapata vitu vingi vya kuhadisia. Na mbinguni kutakuwa kuzuri. Kutakuwa kuzuri sana. Na ndio maana utaki kukosa. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi. Mabaya siku ya ubaya, wabaya siku ya ubaya. Kwa hiyo Mungu ameweka kila kitu kwa kusudi. Na kuna mahali anasema, nafikiri katika Mhubiri, mambo mabaya na mambo mazuri
yote kusudi lake ni kutengeneza mwisho mzuri. Jambo baya ukijumlisha jambo zuri, au jambo zuri jumlisha jambo baya, sawa sawa nini? Mambo mazuri jumlisha mambo mabaya, unapata mambo mazuri jumlisha mambo mabaya, unapata mabaya. Anasema unapata mabaya. Mambo mazuri jumlisha mambo mazuri, mambo mabaya jumlisha mambo mabaya, mambo mazuri jumlisha mambo mabaya. Mnamsimama mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sasa kibiblia, mambo mazuri jumlisha mambo mabaya ni mambo mazuri, is equal to for good. Haleluya. Bad things, good things plus bad things, it is for good. Haleluya. Yaani mambo mazuri na mambo mabaya yote kwa pamoja yanatengeneza mwisho mwema. Mambo mabaya na mambo mazuri yote yanashirikiana kutengeneza mwisho mwema, mwisho mzuri. Na ndio maana Ayubu anasema tupate mema tu na mabaya yampatena. Haleluya. Na hapa nakwenda kinyume na mtu ambaye akila tu tembele, basi marafiki wote mtajua, mtaa mzima watajua. Haleluya. Majirani wote watajua, kwa sababu aliachiwa hela tembele, hakuachiwa hela ya nyama. Atajitwisha hata sufuria lenye ukoko wa ugali, tena ugali wa ulezi kichwani. Oneni mimi nimekula ugali wa ulezi. Oneni nimekula ugali wa ulezi na tembele. Bwana asifiwe sana. Atatamka kwa sababu yeye anajiona ndo mwenye shida. Anajiona ndo yani mwenye shida kuliko wote, maskini kuliko wote. Bwana asifiwe sana. Yeye yani ndo ana tabu kuliko wote. Sipo ndivyo. Mambo mabaya na mambo mazuri yote yanatengeneza mwisho mzuri. Mambo mazuri na mambo mabaya yanashirikiana kutengeneza mwisho mzuri. Ndio maana kasema usitegemee katika safari yako ukapatwa na mambo mazuri tu, ukapatwa na mambo mabaya tu. Haleluya. Na mazuri pia. Haleluya. Na mazuri na mabaya utakutana nayo. Usitegemee kwamba utakuja kusikia kwamba mchungaji wako nasemwa kwa mazuri tu, kwa mazuri tu. Haiwezekani, haiwezekani. Lazima nitasemwa kwa mabaya pia. Lakini ninachoamini, mabaya yanatengeneza mwisho mzuri kwangu, mazuri yanatengeneza mwisho mzuri kwangu. Kwa hiyo yoyote yale yanayotokea ni kwa ajili ya mwisho wangu mzuri. Haleluya. Mwenye haki ataanguka. Haleluya. Hata kuanguka kwangu ni kwa ajili ya mwisho mzuri. Haleluya. Hata kuteleza kwangu ni kwa ajili ya mwisho mzuri. Hata aibu yangu ni kwa ajili ya mwisho mzuri. Hata kutukanwa kwangu ni kwa ajili ya mwisho mzuri. Haleluya. Kwa hiyo sitashangaa mabaya yatakapoinuka, sitashangaa wabaya watakapoinuka, sitashangaa watu waovu, watu haleluya watakapoinuka kinyume changu. Haleluya. Sitaogopa. Daudi anasema sitaogopa mabaya. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Haleluya, haleluya. Warumi sura 8 mstari wa 31 hadi wa 39.
Warumi sura 30 mstari wa 8 mstari wa 31 hadi 39. Biblia inasema, basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashitaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Haleluya. Mungu akishamhesabia mtu haki, hamna wa kumshtaki. Hamna kumshtaki. Mungu akishamhesabia mtu haki, hakuna wa kumshtaki. Hakuna wa kumshtaki. Ndio maana takutana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mtu anasema, haleluya. Umewahi kusikia mtu anasema Mafuele, Faustini, Mafuele. Kwa hivi. Haleluya. Nasema sasa kibinadamu, kwa namna duniani jinsi tunavyoishi. Haleluya. Kwa sababu mfalme hajataka atoke. Haleluya. Fanya utakapofanya atoke. Amen. Wewe unamhesabia hukumu, lakini yeye hajamhesabia hukumu. Wewe unataka kamatwe, lakini yeye hataki kamatwe. Ndio anasema hapa, ni nani atakaye wahukumu watu? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, namna zaidi hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume na Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ndio maana nimesema mtu mwenye haki, uzinzi hautamzuia kuchomoa kwenda mbinguni. Dhambi haitamzuia, kwa sababu ni nani? Ni mtu mwenye haki. Yaani lazima tu mwisho wa siku ataishinda hiyo dhambi. Ni lazima tafadhali ataishinda hiyo dhambi. Mwenye haki hazuiwi na dhambi. Dhambi haimshindi mtu mwenye haki. Uovu haumshindi mtu mwenye haki. Watu wabaya hawashindi mbele ya mtu mwenye haki, kwa sababu Mungu ndiye anayewahesabia haki, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua katika hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala aliyo juu wala aliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hakuna cha kukutenga na upendo wa Mungu. Hakuna cha kututenga na upendo wa Kristo. Na sasa hii ndio maana kwamba mwenye haki ataanguka mara 7 atainuka tena, kwa sababu ya upendo wa Mungu. Mungu anampenda mtu, akishampenda anambatiza haki, anambatiza kuwa mtu mwenye haki. Haleluya. Sasa ni jukumu la huyo mtu kutembea kwa uaminifu na Mungu. Haleluya. Akifuata sheria zote, akizitenda hukumu zote za Mungu. Ila mwenye haki hatabaki kuzimuni, wala roho yake haitabaki kuzimuni. Haleluya. Haleluya. Hatabaki kwenye uharibifu. Karabashano robo sakatara babu sataya baba.
Haleluya. Hiyo simu ya nani? The problem is phone. Where is phone? Zima Bluetooth. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Hakuna cha kututenga na upendo wa Mungu. Sio mauti, sio njaa, sio chuki. Kwa hiyo ukikutana na mtu amejaa visingizio, ujue hataki. Haleluya. Amejaa visingizio, ujue hataki. Twende kanisani. Mimi kwa kweli naona walokole siku hizi siku hizi walokole hamna kitu. Ujue hataki. Haleluya. Siku hizi nimekuwa busy kazini, unajua natoka sana usiku, naenda asubuhi, narudi nimechoka. Ujue hataki. Kwa sababu hakuna cha kutuzuia na upendo wa Mungu. Nisikilize. Sisi hapa sisi ni wale ambao tunasaidiwa na Bwana. Sisi amka na magobole, amka na drones, amka na mabomu, njoo na silaha, njoo na bunduki. Tutamwabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Tutahubiri. Bwana asifiwe sana. Wewe tufanye unavyofanya, tutishie, fanye chochote, lakini tutamwabudu Mungu aliye hai, kwa sababu it is written, wenye haki ni majasiri kama simba. Haleluya. Kadiri wanavyopatwa na mabaya ndivyo wanavyoimarika. Kadiri wanavyoona wanakuua ndio wanakufanya kuwa mzima. Kadiri wanavyokurishia magonjwa, kadiri wanavyopambana kutupia magonjwa, ndivyo kinga zako zinaimarika. Ndivyo kinga zako za mwili zinaimarika. Shida sio kupatwa na magonjwa. Shida ni tatizo sio hoja sio kupatwa na magonjwa. Issue ni kwamba kati ya magonjwa na mimi nani atashinda? Haleluya. Issue sio kuishiwa. Issue hili roho la kuishiwa na mimi nani atashinda mwisho siku ndio hoja. Haleluya. Hiyo ndio hoja. Kwa hiyo mwenye haki hakwami. Sema hakwami. Mwenye haki hazuiwi moja kwa moja. Hazuiwi moja kwa moja. Ukiona umebaki huko, Mungu mwanangu. Hata ukimkuta mtu anakuambia mimi nimeokoka miaka mingi, miaka 1993. Utaniambia nini wewe? Mimi nimehubiri Ngara. Nimehubiri Ngaramtoni. Nimehubiri Katoro. Sisi tulikuwa tunafunga 14 kavu. Tunaenda mlimani. Tunaomba moto unashuka. Ukimkuta mtu wa designer, kwanza ni mpumbavu afu boya. Haleluya. Mwenye haki habaki chini. Mwenye haki habaki chini. Mwenye haki hakwami moja kwa moja. Mwenye haki haanguki moja kwa moja. Haleluya. Anaanguka na kuinuka tena. Haleluya. Anaanguka na kuinuka tena. Habaki hapo hapo. Mwenye haki utamkuta ameacha kwenda kanisani kwa sababu walimsema, kwa anaona tu ngoja nibaki nyumbani. Na mtu mmoja aliniambia, kwa kweli mimi niliona nimeumizwa na wapendwa na walokole. Kwa hiyo baba, nimekaa miezi miwili nyumbani nikaa nimetulia. Nilimsikiliza, sikumwambia pale, ila moyoni nilisema ukweli, ile pumbavu kabisa wewe. Haleluya. Yanakaa miezi miwili ujenda kuabudu kanisani, eti kisa walokole wamekuvunja moyo.
Haleluya. Kuvunjwa moyo ni sehemu ya ulokole. Haleluya. Kukatishwa tamaa ni sehemu ya ulokole. Kutukanwa na kusema mabaya ni sehemu ya ulokole. Kuonywa, kufundishwa, kuambiwa ukweli ni sehemu ya ulokole na ni sehemu ya imani. It is part of faith. Wewe umechelewa ibadani, umekuja na nyata hapa. Haleluya. Alafu nataka tutumie hekima yetu. Mchungaji hana hekima. Hana hekima. Nimekusema unakasirika. Haleluya. Na kusema na sadaka unatoa na kuondoka uondoki na kuhama wamijinga na utabaki hapa kwa sababu ni sehemu ya ulokole. It is part of life, part of life, part of life. Sehemu ya maisha, sehemu ya imani. Haleluya. Ulitaka upate mabaya tu, eti nikusifie tu. Wewe unakakitwa kamvilingo, kamguu kako, sijui na nini, kama malaika ameshushwa. Toka hapa. Lazima nikuseme. Umeona yale mahubiri ya leo? Mchungaji alikuwa ananisema mimi mzima. Yaani mchungaji kanisema kweli badani. Wewe unasikia? Yule pale mchungaji hapana kusema nisikilize. Siongei na wewe. Haleluya, naongea na ile kule. Nisikilize. Kusema ni sehemu ya ulokole. Ni sehemu ya imani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tukuseme uwe sivyo tunavyosema. Haleluya. Yaani siwe ndivyo ulivyo. Na isikuumize mwanangu. Usiogope kwa sababu ya maneno yao. Usirudi nyuma kwa sababu ya maneno yao. Haleluya. Mimi sema unavyosema. Sema mimi si Mason kama unavyosema. Sema mimi ni mchawi kama unavyosema. Sema mimi ni mwanga. Tena ukisema wewe mchawi, nakwambia mimi mchawi kweli. Tena nakuloga mjinga wewe. Takuloga mkomba ukome. Mimi wala kasiteseki, sisumbuki kwa sababu mimi ni mtu mwenye haki. Mimi na Mungu ndani. Haleluya. Yaani tofauti yangu mimi na mtu mwingine kubwa ni kwamba mimi na Mungu. Mimi na Mungu aliye hai. Mimi na Bwana wa Bwana na Simba wa kabila la Yuda anaunguruma ndani yangu. Mimi na Mwokozi ndani yangu. Nina Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mimi nina Mungu muumba mbingu na nchi. Mimi nina Mungu. I have God. I have a Father who never fails me. I have a Father who never fails me. Hallelujah. I have a Father who never fails me. And he will never fail me. Nina Mungu ambaye kwanza kuvuka ni hakika. Kufanikiwa ni hakika. Baraka ni hakika. Uzima ni hakika. Ndio maana wanasemaga tuna kiburi. Sawa. Unasema kiburi cha uzima. Unataka niwe na kiburi cha mauti? Tuna kiburi cha uzima. Unataka niwe na kiburi cha mauti? Uzima wa milele ndio wakujua wewe Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Rima shanda la baba. Wanangu, niongee mambo mawili ya maisha. Ukweli wa Mungu. Ukweli wa Mungu. Mtu wa Mungu, mtu mwenye haki hushinda daima. Mtu mwenye haki, mtu wa Mungu hushinda daima. Ukiona hajashinda si wa Mungu mwanangu. Ukiona hajashinda si wa Mungu. Na hata kama ukija kushuhudia ameenda motoni, si wa Mungu. Mtu mwenye haki hushinda daima. Hapa hakuna visingizio. There we don't compromise. Mtu
mwenye haki hushinda daima. Mtu wa Mungu hushinda daima. Mtu wa Mungu ni unstoppable. Ukifanikiwa kumstop sio mtu wa Mungu. Wewe kumstopisha mtu katika kusudi, mtu mwenye haki katika kusudi ambalo Mungu anataka litendeke, alafu kamzuia, haiwezekani. Lazima tatimie. Hilo ni jambo la kwanza, au kweli wa Mungu. Jambo la pili, neno la Mungu hushinda daima. Neno la Mungu hushinda daima. Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 20. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Neno la Mungu hushinda na kuzidi kwa nguvu. Haleluya. Neno la Mungu huzidi na kushinda kwa nguvu. Haleluya. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, neno litasimama. Simama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita. Simama. Neno litasimama, mambo yote yatapita. Simama. Neno litasimama, mambo yote yatapita. Neno litasimama.